We are given an opportunity every 5 years. Kupiga msasa ile kazi ambayo imefanyika. Ondoka mambo ya emotions. And we don't want to remove anybody because hatuko na any other agenda. We just want to redeem our country, Kenya. Maana mimi najua ya kwamba nchi hii iko na rasilimali mingi ambayo ikipangwa tu vizuri, sisi wote tutaishi maisha ambayo ni mazuri. Ndugu yako akikula na ashibe, bila kupewa chakula utashiba kwa sababu ndugu yako amekula. Haiwezekani. Andakana nakula na wewe nakula. Lakini kuna watu wengine wanasema kwamba mti yangu hako pale, kwa hivyo uko sawa sawa. Uko sawa sawa namna gani? Na hata watoto wako hawezi kwenda kushinda kwenda kusoma una school fees. We want to balance our country. Tuondoe mambo yote ambayo watu wachache wamekaa pale wanatupangia kila mwaka, wanachukua huyu kutoka jamii, huyu kutoka jamii, wanakaa pamoja, wanapata kura, wanapotea, wanaenda nakaa pale. This time round tunataka watu ambao wanaelewa. Hata sema mambo ya sinoga hapa, najua sinoga iko wapi na watu wanakaa namna gani. That's what we want. And return the respect. Unapata mtu vile wamesema juzi ati walete Ebola hapa. Unapata mtu anashangilia. Why do you want to import such a contagious disease all the way from DRC, nchi ambayo ni kubwa mara 5 size ya Kenya? They can get space there na wajenge hiyo mambo ya isolation center huko. Tunangangana tulete Ebola hapa. Na Amerika ikupatia pesa ya afya bila utupatie sisi, lazima tuletee ugonjwa ambao hiyo pesa itatumika kutibu. That's the logic. Ukiona Bill Gates amekuja, jua kuja kutafuta biashara. Na sisi tunafuata tu. Watu wetu sisi hatutakia kuwa tunakaa hivi over 60 years after independence. Hapana. Na ndipo hata mimi nimeambia wenzangu kwa ambao nataka kuwa marais kule mbele kwamba usitafute urais kwa sababu unataka kuwa mtu mkubwa. Look at the presidency kama a service position. Tunataka kuona wewe ni nini kitu kingine na sacrifice wewe kuwa rais wa Kenya. Sio ndio kuwa rais wa Kenya kuwa mtu mkubwa, ati amiri jeshi mkuu, ati nini vitu mingi yote ati unatawala Kenya. We want somebody who will come to serve our people. Na watu wetu nyinyi mnajua hawa watu wote ambao wanataka kuwa rais, mnawajua lakini tafika mahali tribal emotions are whipped, unasahau mambo yote, unaanza kuimba hapa slogans hapa kwa barabara. Unaamuka kuweka mtu ambaye hata astahili kuwa rais wa Kenya. Tunapoteza another 5 years. We don't have that luxury of wasting time. Tukue chonjo wakati uchaguzi unakuja. Have the weapon ambaye inahitajika, watu kushika panga na mkuki, tafuta tu kitambulisho, tafuta voters card, atake makelele siku ya kura, kwenda chagua kiongozi wako. Yule ambaye anachaguliwa akubali. Yule mwenye ameshindwa afanya nini? Ama namna gani? Na 2027 uchaguzi utakuwa ya historia. Kwa sababu for the first time a sitting president is going to be removed.